Haleluya. Kitu kingine, sio mfia dini. Na hapa naomba nifafanue. Kijana kwenye level ya imani anatakiwa asiwe mfia dini. Kuna vitu viwili, kuna wokovu alafu kuna dini. Dini ni mpango wa mwanadamu kumfikia Mungu. Wokovu ni mpango wa Mungu kuwafikia. Dini ni mpango wa Mungu, ni mpango wa mwanadamu kumfikia Mungu. Wokovu ni mpango wa Mungu kuwafikia wanadamu. Wanaweza sasa. Sio kama umeelewa tofauti. Mungu alipokuja kuanzisha dini, Mungu alichokitengeneza ni strategy ya kukutana na watu. Lengo kubwa la Mungu ilikuwa ni kutengeneza mawasiliano mazuri kati ya mwanadamu na yeye. Ndio maana alichokileta, hakuleta dini, alileta wokovu. Mwanadamu ili aweze kumfikia Mungu alitengeneza alternative, akatengeneza dini. Utanielewa? Baada ya kutengenezwa kwa dini mpaka sasa hivi tutagundua kilichopo, kumekuwa kuna mapishano, kumekuwa kuna tofauti kati ya kanisa moja na kanisa lingine. Kumekuwa kuna tofauti kati ya dhehebu moja na dhehebu lingine. Kwa nini? Kwa sababu watu wengine wanaamini kwamba kutokana na dini aliyonayo ndio itakayomfanya afike mbinguni, na anasahau kwamba dini ni njia tu ya kutengeneza mawasiliano kati yake na Mungu na sio the only means itakayompeleka. Kwa Yesu Kristo. Naomba nizungumze. Kuna watu wanaamini mtu akiwa sisti labda hawezi, kwa sababu labda anafanya ubatizo wa maji machache, wanaamini hawezi kufika mbinguni. Kwa sababu labda anatumia liturujia, wanaamini hawezi kuingia mbinguni. Lakini anasahau kwamba hivi vitu vyote vinavyotumika ni utaratibu ambao umetengenezwa na wanadamu. Yaani mwanadamu alitengeneza principles ambazo zinaweza kumsaidia kuconnect na Mungu, akaziandaa, ndio akaanza kutengeneza makanisa. Kwa makanisa yanaanza kututengenezea msuguano, yanaanza kututengenezea utofauti. Kwa mfano mimi leo nikimwona mdada kutoka Kasweta, siwezi nikamuoa kwa sababu Kasweta hawezi kukubali kuoana na mtu anayetoka hapa. Au kuna mtu ajui hicho kitu? Si mnajua? Lakini shida ni nini? Ni dini. Lakini lengo kubwa la dini ilikuwa ni nini? Ni mpango wa kuconnect mtu na Mungu wake. Mungu ndio maana alichokifanya, alileta wokovu. Kwa dini zilizokuja kuharibu, zimekuja kutengeneza mapishano kati ya kanisa pamoja na kanisa. Badala ya kuhubiri, kuitangaza habari ya Mungu, tunachokifanya tunatengeneza utofauti kati yetu. Kwamba mimi huwa ninanena kwa lugha, huyu hawezi kunena kwa lugha. Lakini sasa hivi nataka nikwambie, hadi wale sisi ukienda, kwa mfano mimi na kabla hii wanaomba inawezekana kuliko hata baadhi ya makanisa, na wana speak in tongues kuliko hata wanapofanya wewe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo utambue kabisa kwamba dini haitakufikisha mbinguni. Kwa kama unatamani kukuza imani yako, inabidi uanze kubadilisha mtazamo wako. Usio na mtazamo wa kikanisa, usio na mtazamo wa mimi ni Anglican, mimi ni KKT, mimi si nasali kanisa gani. Ukianza kuwa na mtazamo wa namna hiyo, kuna kitu kinapunguka kwako. Lazima uanze kuelevate imani yako kiasi kwamba haukai tena na dini, lakini unakaa na wokovu, kwa sababu wokovu ndio namna pekee ambayo inakusaidia kumfikia Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Si kama mmenipata. Kwa hiyo moja kati ya sifa ya kijana ni hiyo. Ndio maana mtu akiwa beginner, akiwa huku chini, unaweza kukuta anang'ang'ania kanisa moja. Simaanishi tutoke makanisani tuende makanisa mengine, lakini ninachokimaanisha usiwe mtu wa kuclaim kwamba mimi ni Anglican tu. No, unaona kuna sehemu, kuna option ya kwenda kujidhihirisha kwa Bwana kwa ajili ya kupokea. Nenda kapokea kitu ambacho Mungu ameandaa kwa ajili yako. Usiangalie ile msuguano iliyoko. Usiangalie ule utofauti uliopo kati ya kanisa na kanisa. As long as unajua Mungu anazungumza, as long as unajua Roho Mtakatifu kuna kazi anatenda, toka nenda kasikia kitu gani Mungu anazungumza. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Yes, kwa hiyo ni sifa ya kijana, sio mfia dini, hakai na dini. Hakai na dini, anautafuta utakatifu. Lakini kitu kingine, huyu mtu anatumia kitu kinaitwa dunamis. Bwana Yesu asifiwe. Anatumia power inaitwa dunamis. Nitaifafanua kwa ufupi sana. Of course hili ni neno la Kigiriki sio huko, lakini ni sawa na, si mnafahamu dynamo za kwenye baisikeli. Sasa watoto wa vizazi vya 2005 hawezi kuzijua. Bwana Yesu asifiwe. Dynamo huwa ni chombo kadogo kanakopatikana kwenye baisikeli, hasa kwenye tairi za nyuma kule. Kale kazi yake kubwa huwa ni kuwasha taa ya mbele, si ndio? Sasa kadri ambavyo unaendesha baisikeli kwa kasi, ndivyo ambavyo ile dynamo inavyogain momentum. Kadri inavyogain momentum, ndivyo ambavyo taa inaendelea kufanya kuwaka. Kwa sifa ya kijana yeyote
nguvu anayoitumia inaitwa dunamis. Dunamis kwa maana gani? Kila wakati anatakiwa awe anapush, anatakiwa awe anapush, anatakiwa awe anapush. Yaani nguvu alionayo sio nguvu ya kuweka kwamba akikaa nayo sasa hivi ukimwambia kesho kutwa nenda katoe pepo ataenda tu kama alivyo. Hapana. Inatakiwa achochee ndani yake. Kila wakati inabidi akae kwa kuchochea. Ndio maana wengi tuliopo hapa kanisani tunatakiwa kuchochea kila wakati. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Inatakiwa uchochee. Yaani ukikaa tu ukatulia hivi, uwe na uhakika kwamba nguvu zinakutoka. Nakupa mfano mmoja. Wakati Yesu anapita akiwa amevaa lile pindo la vazi lake, maandiko yanasema mwanamke mmoja aliposhika lile pindo, Yesu akasema na hizi nguvu zinafanya nini? Zimenitoka. Kwa una uhakika kwamba huwa kuna kawaida ya nguvu kumtoka mtu. Nguvu zinapokutoka inatakiwa ukachaji tena. Kwa maana Yesu wakati wa usiku alikuwa anaenda anachaji. Anapokuja asubuhi, anapokuja mchana, anakuja kwa ajili ya kazi. Kwa wewe uliyeko mahali hapa, ujue na kazi ya kuchaji kila wakati. Kwa nini? Kwa sababu power uliyo nayo ni dunamis na sio gratis. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. 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 Kwa lazima uombe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Nadhani hapo tuhame kwa kijana. Tuje kwenye mtu wa tatu ambaye ni mtu wa mwisho.